بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo kurasa namba 13 katika kuzisoma sifa nyingine zinazoegemezwa katika sura au aya. Tamam? Na hizi sifa za leo ni sifa ambazo kwa asilimia kubwa wanawazuoni wameziegemeza katika aya na wamezithibitisha katika aya moja kwa moja, kinyume na sura, kama namna tulivyosema katika somo lililopita kwamba katika kuziegemezea sura kwamba ni makia au madania, wanawazuoni walitumia ile kauli ya kwanza. Ndio maana utakuta sura zote zilizomo ndani ya Qur'ani imma makiyatun au madaniyatun. Hauwezi kukuta sura kuwa ni safariyun au hadhariyun au lailiyun au nahariyun au saifiyun au shitaiyun. Sifa hizi katika sura wanawazuoni hawajazipa nguvu sana. Tamam? Na ndio maana hata katika mlango wetu huu tutasoma kwamba suratul Fathi ni sura ambayo imeteremka safarini, na ni kweli ni sura ambayo imeteremka safarini. Imeteremka mwaka wa 6 Hijiria, mtume alipoenda Makka katika masuala ya Hudaibia, alipowekewa vile vikwazo kwamba mwaka huu warudi wasifanye ibada. Tamam? Lakini pia wakawekewa masharti mengi kwamba atakayekuja kutoka kwenu kuja kwetu sisi atabaki huku, na atakayekuja kutoka kwetu, Makuraishi wanasema hivyo, atakayekuja kutoka kwetu kuja kwenu nyinyi inabidi arejeshwe. Tamam? Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam pindi anarejea Madina baada ya kuwa amezuiliwa, pindi anarejea Madina ndio ikateremka hii suratul Fathi. Lakini tumesoma katika somo letu la nyuma, ukiangalia hapo unaona kwamba suratul Fathi ni madania, ni sura inayonasibishwa na kuteremka Madina. Tamam? Kwa hiyo leo tutasoma sifa nyingine zinazoegemezwa katika sura au aya, lakini sifa hizi katika aya ndiyo zimeegemezwa moja kwa moja, tofauti na katika sura. Tamam? Katika sura ulama wametumia zaidi ile kauli ya kwanza. Tamam? Nadhani tutakuwa tumeelewana vizuri na tutatumia lugha ile ile, tutatumia lugha ile ile, sura au aya iliyoteremka katika mji, sura au aya iliyoteremka katika safari. Tamam? Lakini hukumu ya kwamba sifa hizi zinaegemezwa wapi kwa njia moja kwa moja, nadhani tutakuwa tumeshafahamishana. Tamam? Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, al-hadhariyu, akimaanisha hadha al-hadhariyu, hii ni sura au aya inayonasibishwa au kuegemezewa sifa ya kuteremka katika mji, wasafariyu, na hii ni sura au aya inayoegemezewa sifa ya kuteremka safarini. Anasema Sheikh, wal hadhariyu, na sura au aya ambayo ni hadhariyu, ma nazala fil hadhar, ni ile iliyoteremka mtume akiwa yupo katika mji. Fil hadhar maana yake fi ghairi safar, katika wakati ambao mtume hakuwa safarini, Na hapa tunabidi tufahamu kitu kimoja. Mtume kabla ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina, mji wake ulikuwa ni mji wake wa kukaa, maana alikuwa ni mkazi wa mji wa Maka. Tamam? Kwa hiyo kwa wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam angesema mathalan anaenda Madina, kule Madina angekuwa ni msafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa kipindi kile alikuwa ni mkazi wa Makka. Tamam? Lakini baada ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mkazi wa Madina, na imekuja katika hadithi kwamba alienda Makka na akawa akipunguza swala, kwa maana alivyohamia Madina mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkazi wa Madina, na Makka alikuwa akienda kama msafiri. Tamam? Kwa hiyo sasa zile sura zilizomteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka zinaitwa hadhariyu.
Sasa na zile aya pia zinaitwa nini? Hadhariyun pia. Tamamu hapo. Kwa sababu gani? Zimemteremkia wakati yeye akiwa ni mkazi wa mji wa Makka. Sawa? Na zile sura zilizomteremkia mtume au aya zilizomteremkia mtume alipokuwa Madina, baada ya kuwa amehama kutoka Makka kwenda Madina na akawa ni mkazi wa Madina, zinahesabiwa kuwa ni hadhariyu. Tamam. Kwa sababu gani? Kwa wakati huu baada ya kuwa ameshahama kutoka Makka kwenda Madina, ameshakuwa ni mkazi wa Madina. Tamam. Na zile ambazo zilimteremkia akiwa katika safari zake kwenda sehemu nyingine, sasa ndio zinahesabika kuwa ni safariyu. Tumeelewana vizuri hapo Kwa wanasema wal hadhariyu ma nazala fil hadar, kwa maana ma nadhara fi ghairi safar, zile zilizoteremka mtume akiwa hayuko safarini, kwa maana kipindi ambacho mtume alikuwa ni mkaazi wa mji wa Makka au kipindi ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkaazi wa mji wa Madina. Tamam. Wasafariyu, na sura au aya ambayo ni safari, ma nazala fi safar, ni ile iliyoteremka mtume akiwa safarini sallallahu alayhi wasallam. Tamam. Wa amma safariyu falahu amthilatun, ama sura au aya ambayo ni safari, falahu amthilatun, ina mifano mingi, ina mifano mingi, minha, miongoni mwayo, au minha, miongoni mwa mifano yake. Falahu amthilatun, ina mifano mingi, minha, miongoni mwa mifano yake, ayatu tayammumi, aya ya kutayammam, allati, ambayo kwamba fi suratil Maida, ipo ndani ya suratul Maida. Tamam. Kwa utaona suratul Maida ni madaniyatun, lakini ndani yake kuna aya ambayo ni safariyatun. Tamam. Na utaona hikma ya wanawazuoni wametumia ile kauli ya kwanza kwamba sura zote zilizomo ndani ya Qur'ani aidha iwe ni madaniyatun au makkiyatun. Kwa sababu gani? Ndani yake kutakuwa kuna aya zinafungamana na vitu vingine. Sasa ikiwa sura tutaegemeza kwa ni safari, kisha ndani yake kuna aya ambayo ni madani au makki, itakuwaje? Sasa bora tuegemeze hukumu ya ujumla ya kuwa ni makki na madani, kisha ndani yake kuwe kuna aya zenye sifa tofauti tofauti. Tamam. Kwa hiyo suratul Maida ni madaniyatu, lakini ndani yake kuna aya ambayo ni safari. Tamam. Kwa hiyo fi suratul Maida, aya iliyopo ndani ya suratul Maida, awwaluha, mwanzo aya hiyo, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah, al-aya, mpaka mwisho wa aya. Tamam. Fa inna nazalat bimahallin yusamma bidhatal jaysh, hakika aya hiyo, fa innaha, hakika aya hiyo, nazalat, imeteremka, bimahallin, katika sehemu ambayo, yusamma, inaitwa bidhatal jaysh, bidhatil jaysh, inaitwa bidhatil jaysh. Wa hiya, na sehemu hiyo, waraa dhil hulaifa, iko nyuma ya dhil hulaifa. Wa qila, na kumesemwa, bil baida, kwamba aya hiyo iliteremka bil baida, katika sehemu inaitwa baida. Wa hiya, na hiyo baida, tali dhal hulaifa, ni sehemu inayofuatia dhal hulaifa, kwa maana baida iko nyuma, mbele yake kuna dhal hulaifa. Bil qurbi min al Madina, karibu na mji wa Madina. Min tariqi Makkah, katika njia ya kuendea Makkah. Tamam. Kwa hiyo aya hii iko ndani ya suratul Maida. Suratul Maida madaniyatun, lakini aya hii ni safariyatun. Wa minha, na miongoni mwa mifano yake, suratul Fath, ni suratul Fath. Suratul Fath, suratul Fath yote mwanzo mwisho iliteremka mtume akiwa yuko safarini. Tamam. Asema suratul Fath ni suratul Fath, nazalat fi shani al-Hudaybiyah, nazalat fi shani al-Hudaybiyah. Sura hii iliteremka katika suala la suluhu ya Hudaybiyah. Tamam. Fi shani al-Hudaybiyah, nazalat, iliteremka sura hii, fi shani al-Hudaybiyah, katika suala la suluhu ya Hudaybiyah. Fi qura'il ghamim, fi qura'il ghamim, katika sehemu inaitwa qura'il ghamim. Wadin, na hiyo sehemu ambayo inaitwa qura'il ghamim, wadin ni bonde, bainahu wa baina al-madinati, kati ya, kwa maana umbali uliopo kati ya bonde hilo. Tamam. Wadin ni bonde ambalo, bainahu, kati ya bonde hilo, kwa maana umbali uliopo kati ya bonde hilo, wa baina al-madinati, na kati ya Madina, nahwa 170 mailan, ni mfano wa umbali wa maili 170. Sasa nahwa 170 mailan ni mfano wa umbali wa maili 170. Wa bainahu wa baina Makkah, na umbali uliopo kati ya bonde hilo, wa baina Makkah, na kati ya Makkah, nahwa 30 mailan ni mfano wa umbali wa maili 30.
Tamam. Lakini suratul Fathi ni nini? Ni madaniyatu. Kwa sababu gani? Imeteremka wakati ambao mtume anarejea wapi? Madina. Tamam. Wa min Usfan ilayhi 3 amyali, na umbali uliopo kutokea Usfan, sehemu ambayo inaitwa Usfan, ilayhi mpaka kufikia katika wadi ya Qura'il Ghamim 3 amyal, kuna umbali wa maili 3. Tamam. Kwa hiyo suratul Fathi ni sura ambayo imeteremka mtume akiwa safarini, lakini wanawazuoni wakatumia kauli ya kwanza katika kuinasibisha kwenye sifa gani kati ya Makia, Madania na sifa nyingine, wakatumia kauli ya kwanza ikawa ni sura ambayo ni madania, kwa maana yenye kunasibishwa na kuteremka Madina. Ndio maana natumia sana kauli ile madania, tunakuwa ni sura iliyoteremka Madina au yenye kunasibishwa na kuteremka Madina. Tamam, ili mtu apate kuelewa zaidi. Sasa mbona yeye hajateremka Madina? Imeteremka mtume akiwa safarini. Naam, imenasibishwa, haijateremka Madina, lakini imenasibishwa na kuteremka Madina. Tamam. Wa amthilatul hadari, na mifano ya sura au aya ambazo ni hadari, kathiratu, ni mingi mno, likaunihi al-asla, likaunihi, kwa sababu ya kuwa hadari. Sasa likaunihi, kwa sababu ya kuwa zile sura au aya zilizoteremka mtume akiwa katika mji, al-asla ndiyo asili, ndiyo asili, kuonesha kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa si mtu wa kusafiri sana. Tamam. Fala yahtaju ila tamthilin liwudhuhihi, fala yahtaju, basi hakuhitaji, ila tamthilin, kutolea mifano yake, au ila tamthilin, kuiweka wazi au kuitoa mifano yake, liwudhuhihi, kwa sababu ya kuwa kwake wazi. Tamam. Fala yahtaju, basi hakuhitaji ila tamthilin, kuitoa mifano yake, liwudhuhihi, kwa sababu ya kuwa kwake wazi, kwa maana asilimia kubwa ya aya na sura zimeteremka mtume akiwa yupo katika mji wake. Tamam. Al-layliyu wan-nahariyu was-sayfiyu wash-shitaiyu, kwa maana hadha al-layli, hii ni sura au aya inayonasibishwa na kuteremka usiku, wan-nahari, na inayonasibishwa na kuteremka mchana, was-sayfiyu, na inayonasibishwa na kuteremka wakati wa kiangazi au majira ya kiangazi, wash-shitaiyu, na inayonasibishwa na kuteremka katika nini? Katika majira ya baridi. Tamam. Akaendelea kusema wayanqasim aidan bi'tibari zaman ila layli wa nahari. Tamam. Na zinagawanyika vile vile, sasa aidan wayanqasim aidan, na zinagawanyika vile vile bi'tibari zaman, kwa kuzingatia muda, bi'tibari zaman, kwa kuzingatia nini? Muda, kwa maana sifa. Sasa zinagawanyika zile sifa za zile sifa zinazoegemezwa katika sura na aya. Tamam. Kwa yanqasim, na zinagawanyika vile vile zile sifa zenye kuegemezwa katika sura na katika aya, aidan vile vile bi'tibari zaman, kwa kuzingatia muda, ila layliyin, zinagawanyika kuwa zipo aya zilizoteremka wakati wa usiku, wa naharin, kwamba zipo aya au sura zilizoteremka wakati gani? Wa mchana, wa sayfiyin, na kwamba zipo aya au sura zilizoteremka wakati gani? Wakati wa majira ya kiangazi, wa shitaiyin, na kwamba zipo sura au aya zilizoteremka katika majira ya baridi. Tamam. Wa amthilatun nahari, na mfano wa sura au aya zilizoteremka katika wakati wa mchana, kathiratun, ni nyingi, kwa maana mifano hiyo ni mingi. Tamam. Wa amthilatun nahari, na mifano ya sura au aya zilizoteremka wakati wa mchana, kathiratun, mifano hiyo ni mingi mno, liannahu al-aslu, kwa sababu uko kuteremka mchana ndiyo asili, kwa maana kiasi kikubwa au asilimia kubwa ya sura au aya zilikuwa zikiteremka wakati wa mchana. Wa amma al-layli, tamam, wa amma al-layli, tamam, wa amma al-layli, ama sura au aya zinazonasibishwa na kuteremka wakati wa usiku, famin amthilatihi ayatu tahwili al-qibla, famin amthilatihi, basi miongoni mwa mifano yake, ayatu tahwili al-qibla, ni ile aya kugeuzwa nini? Qibla. Sasa aya iliyopo katika suratul Baqara, aya 144,
aya 144. Tamam. Aya hile ni an-nahari, al-layli. Aya ile ni al-layli, ni aya inayonasibishwa na kuteremka wakati gani? Wakati wa usiku, kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Umar. Lakini sasa kuna khilafu ndogo imetajwa katika kile kitabu cha asili cha mwenyewe cha Imam Suyuti. Kitabu gani? Al-Itqan. Tamam, imetajwa pale, utaenda rudi pale utaona, hapa si mahala pake. Kuna khilafu kwamba aya hili iliteremka baina dhuhri wal asr, na kwamba swala ya kwanza ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliiswali kwa kuelekea al-Kaaba ilikuwa ni swala ya arasili. Maneno haya ni kwa mujibu wa hadithi ya al-Barra ibn Azib. Tamam. Lakini kuihukumu kwamba aya hii iliteremka usiku ni kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Umar, ile hadithi ya Ibn Umar anasema kwamba mtu fulani aliwaendea watu wa Quba wakiwa katika swala ya asubuhi, akawaambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa usiku aya ya kwamba aelekee wapi? Al-Kaaba. Sawa, aelekee wapi? Al-Kaaba. Fastaqbiluha, bas na nyinyi elekeeni wapi? Katika Al-Kaaba. Tumeisoma hadithi hiyo katika Umdatul Ahkam. Tamam. Kwa hiyo kuna ikhtilaf kwamba kuna kauli nyingine inayosema kwamba aya hii ni nini? Ni aya iliyoteremka wakati wa mchana, iliteremka baina dhuhri wal asr. Tamam, ameitaja mwenye al-Imam Suyuti katika kitabu chake cha Al-Itqan. Tamam, nayo ni aya ipi? Ni aya ya 144 iliyopo katika suratul Baqara. Allah anasema qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Tamam, aya hii kwa mujibu wa kauli ya shekhe aliyotuwekea pale mukhtasar ni aya iliyoteremka wakati gani? Wakati wa usiku kwa mujibu wa kauli ya Ibn Umar. Tamam, au kwa mujibu wa hadithi aliyopokea Ibn Umar. Tamam. Wa min amthilati as-sayfi ayatul kalala, na miongoni mwa mifano ya sura au aya zilizoteremka wakati wa kiangazi, ayatul kalala ni aya ya kalala. Kalala ni upi? Kalala ni nani? Kalala man mata wa laysa lahu walidun wala waladun, ndio al-kalala. Ni yule mtu aliyekufa na hana baba wala mtoto wa kumrithi. Tamam. Pengine ana ndugu wa kiume au dada. Sasa ana ndugu wa kiume au ndugu wa kike ambao tunawaita madada. Tamam. Wa hiya qawluhu ta'ala, na ni kauli yake Allah aliposema yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala. Tamam. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Tamam. Imeelezewa mpaka mwisho wake, urithi wake unakuwaje. Tamam. Ila akhiriha, kwa mpaka mwisho wa aya. Wasamaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume ameiita aya hii bi ayati as-sayf, kwamba ni aya iliyoteremka katika majira ya kiangazi, kama thabata fi sahihi Muslim, kama ilivyothibiti au kama lilivyothibiti hilo katika sahihi Muslim an Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kwamba yeye Sayyidina Umar alimfuata mtume akamuuliza kuhusiana na kalala, kuhusiana na huyu mtu aliyekufa, tamam, na hana baba wala mtoto, mirathi yake inakuwaje? Ndio mtume akamwambia yakfika ayatu sayf, inakutosheleza ayatu sayf, ile aya iliyoteremka majira ya kiangazi, akikusudia aya hii. Tamam, akikusudia aya hii ambayo ipo katika suratul Nisa aya 176. Tamam. Wa min amthilati ash-shita'i, na miongoni mwa mifano mwa sura au aya zilizoteremka katika majira ya baridi, qawluhu ta'ala fi surati an-nur, ni kauli yake Allah iliyopo katika surati an-nur aliposema
innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Tamam. Aya hii iliyoteremka katika kumsafisha na Aisha baada ya kusingiziwa kufanya uchafu, ila akhir al-10 ayati, mpaka mwisho wa zile aya 10. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في يوم شات. ففي الصحيح بس يمكوجا maelezo katika sahih Muslim. As-sahih anakusudia sahih Muslim. Tamam. ففي الصحيح بس yamekuja maelezo katika sahih Muslim an Aisha, kutoka kwa nana Aisha, kwa maana yaliyopokelewa kutoka kwa nana Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amridhie, annaha, ya kwamba aya hiyo nazalat fi yawmin shatin, annaha, kwamba aya hiyo nazalat, iliteremka fi yawmin shatin, katika siku ya majira ya baridi. Tamam. Fi yawmin shatin, akimaanisha fi yawmin min ayami shita, katika siku miongoni mwa masiku ya majira ya baridi. Tamam. Kwa hiyo leo biikhtisar, kwa ufupisho, tumesoma al-hadari was-safari, lakini pia al-laili wan-nahari was-sayfi wash-shitai. Na hii ni mifano michache, mifano yake mingi. Ukitaka rudi katika asli ya kitabu ambacho ni al-Itqan, lakini pia usitosheke na kitabu cha Itqan, rudi pia katika vitabu vingine vya ulum al-Quran. Tamam. Rudi katika vitabu vingine, al-Burhan, Manahilul Irfan. Tamam. Na ile kubwa zaidi الزيادة والإحسان. تمام. الزيادة والإحسان يا ابن عقيلة. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.